الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سماحة مفتي شيخ wetu, mlezi wetu, baba wetu, shauri wetu, Sheikh Abubakar bin Zubair ibn Ali Bwana hafidhahullah wa ra'ah. Mudiri wetu Sheikh Yusuf bin Hussein As-Subki, mzee wetu, mudiri wetu Sheikh Muhammad Khatib na mashehe wote, Sheikh wetu Sheikh Abbas, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote walioko hapa, maimamu, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, maustadhi, wanafunzi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli muda umeenda sana na hadhara ni kubwa sana na imebeba watu wakubwa sana. Mimi huwa sihitaji kuzungumza mbele ya watu wakubwa kama hawa, mbele ya mufti wetu Sheikh Abubakar Zubair, lakini kwa mahaba yake mufti, kwa mapenzi yake mufti, kwa kweli tuna mufti ambaye ni fahari. Mwenyezi Mungu amlinde, Mwenyezi Mungu amweke. Ilikuwa simame tu yazungumze, lakini asema Sheikh Muhammad simama mwana zungumze. Kwa kile hajamuziki mzee wetu, juzi tulikuwa naye Mamurui Kenya, anatujii, ananisha, anatujimiza, anatuongoza. Sisi watu wa Kenya tunampenda sana Sheikh Abubakar Zubair. Mashaikh wote mashallah wanaombewa sana sana. Mwenyezi Mungu amhifadhi yeye na familia yake na kizazi chake chote inshallah taala. Ndugu zangu, tumekuja hapa leo baada nur kuja kuitangaza na kuishajiisha elimu. Wa kwanza aliyoshajiisha elimu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mola ndiye kaitangaza elimu. Soma Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu ameitangaza elimu sana. Ndani ya Qur'an kuna aya 25. Mwenyezi Mungu anataja elimu. Kila ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataja elimu ndani ya Qur'an, kuna vilima vya elimu, vilima 850. Kilima cha elimu na mustaqabali zote katika lugha. Hizi ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitukuza elimu. Moja katika aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Mujadala aya ya 11, Allah anasema nini? Yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu amewainua wale wenye kumwamini yeye. Waamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewainua, lakini wale wenye elimu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawainua zaidi. Maulama wa usul fiqh wanasema idha jaa al-khasu ba'da al-'am at-takhsis. Ikija khas baada ya 'am basi huwa ni takhsis. Hii ni khas kwa ajili ya kuonyesha utukufu wa elimu tu. Mwenyezi Mungu asema walladhina utul ilma darajat. Na hakuna kitu ambacho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikiomba katika dunia hii kama elimu. Elimu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba Mwenyezi Mungu ampe zaidi. Hakuna kitu ambacho Bwana Mtume aliomba apewe zaidi kama elimu, kwa ushahidi wa Qur'an. Sura Taha aya 114 sura Mtume Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala amesema Mwenyezi Mungu nizidishie elimu. Kumbe elimu ndio kitu muhimu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie elimu, na ndio Sayyidina Ali karramallahu wajha katika maneno yake, haya maneno yametaja al-Imam Shafi'i
kwenye kitabu chake Diwan al-Imam Shafi mujallad wa kwanza ukurasa 185 sema kafa bil ilm sharafa an yadda'i man la yuhsinu. Tosha kwamba elimu ni jambo la utukufu, jambo lenye utukufu mkubwa. Yule ambaye yuadai kwamba ana elimu na hana elimu, wayafurahu bihi idha nusiba ilayhi, na hufurahika kwa elimu wakati anaponasibishwa na elimu. Mashaallah, Sheikh Al-Habib wanachuoni na hana kitu, lakini tazama ile furaha yake imsaidina ile kwa bila furaha. Wakafa bil jahli sharran an yabra minhu ma huwa fihi. Yatosha kwamba ujinga ni shari kubwa sana. Yule ambaye ni wajitenga na ujinga, ni mjinga huyo, hana elimu. Lakini ukimwambia wewe mjinga atakupiga kofi. Akubali Sheikh. Kwa elimu ni kitu muhimu. Lakini elimu hii, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu leo hapa, elimu haiwezi kutimia, elimu haiwezi kuwa tamu bila ya kuwa na adabu. Adabu ndio sana na kumea. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake Madarij as-Salikina mujallad wa 2 ukurasa 408 swali Mtume asema adabul mar'i unwanu saadatihi wa falahihi. Kufaulu kwa mtu, adabu ya mtu, kufaulu kwa mtu kuwa ni mtu atakuwa ni mtu mzuri, atafaulu katika dunia yake, ni mtu yule ambaye kwamba ana adabu. Ukiwa na adabu utafaulu wewe. Kwa elimu bila adabu, mshairi anakuambia al-ilmu bila adabi kanari bila hatabi. Elimu bila ya kuwa na adabu ni kama moto bila ya kuni. Moto ambao hauna kuni hauendelei. Ndio elimu. Elimu zatakiwa adabu, na elimu ni harfu tatu: ain, lam na mim. Al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ana maneno anasema hii elimu ni harfu tatu. Ain ni akshan, ni yule mwenye kiu. Kama hujasoma, mashallah, huwa una bidii, una kiu kwelikweli katika kusoma, lakini baada ya kusoma kutajibati vitabu viwili vitatu ushaanza kiburi. Sasa unakuja kwenye lamu. Lamu ni lawama tu, yule mwenye kulaumu, mwenye kukosoa bid'a, haramu, shirki. Sasa wewe uko kwenye lamu. Hebu maliza baba, maliza mimi mutamakinu. Mpaka ufike. Unaona wazee wetu, Mungu atuwekee mutamakini na hata wako vizuri, wamesoma zikasomeka wakafika kwenye mimu. Sisi leo vijana tunafika kwenye lamu ndio pale makelele, kullu bid'atin dalala. Wewe kullu ni kullu gani kwanza wewe? Sallallahu Muhammad. Sasa ukisoma ukifika kwenye mimu ndio pale utatulia, utakuwa ni mtu mwenye kufahamu na mwenye kuelewa, utakuwa huna haraka. Lakini ukisoma elimu nusu, Al-Habib Sheikh wetu, mzee wetu Said Muhammad Al-Bir alikuwa na maneno akisema elimu nusu ni udhia. Elimu nusu ni nini? Asema hata panya ukimpa sumu nusu utamtesa. Yote ndio mara moja.